usiniambie Bakari hayupo? Kanijibu hajambo mzima. Kaenda kuenzie. Kwa nini usiniambie kama hayupo? Na kuniambia kama Bakari hayupo. Naongea na nyie siwaeleweni. Nahitaji majibu. Kuna jambo lilitokea. Kwa kama ifuatavyo. Sema bwana, unanigatakata nini? Ulivyoondoka mdogo wako alinibaka. Hata hivyo. Subiri. Unachosema unamaanisha au? Namaanisha mume wangu. Hata la mtoto sio wako kwako, ni wa mdogo wako. Shemeji. Kimya. Dogo. Naomba nikuulize swali. Ushawahi kumuona mwizi akasema mimi mwizi? Ushawahi kuona? Usinichanganye, nitakukata kichwa sasa hivi. Mume wangu, msamehe. Kelele hapo. Kwanza nenda ndani. Pumbavu kubwa. Nisamee nini wakati pumbavu? Blaza, anaongopa blaza. Mimi sijafanya chochote na mimi siwezi nikafanya vitu kama hivyo blaza. Niamini. Wewe nitakufanya kitu kibaya hutoamini katika maisha yako. Siwezi nikafanya. Namheshimu shemeji na wewe pia na kuna kuheshimu kama kaka yangu. Kuheshimu ndio hivi. Huu pumbavu. Lakini mimi sijafanya chochote blaza. Blaza, anaongopa. Toka sije kakata kitu chako. Lakini blaza. Toka. Blaza. Toka nisije kakutoa kichwa. Yaani mimi mdogo wako sijafanya chochote. Sawa, toka. Wewe. Bakari. Sio Othmani Marehemu. Kwa mujibu wa vipimo vyetu ya mtoto vya DNA Sio Othmani Marehemu, vipimo vinaonyesha ni ukweli mtupu kwamba mtoto huyu ni Mr. Bakari. Inakuwa vipi? Inawezekana hapo umeshana vipimo? Umekosea kuandika jina. Dokta. Blaza, inawezekana amekosea kuandika jina. Tunaona wakati leo. Dokta. Inakuwa vipi shemeji? Kwa nini unataka kumkosesha mimi na blaza yangu tukose amani? Kwa nini unataka kututenganisha? Blaza! Kwanza kunyanyukia. Hivi wewe Othmani,
Una akili kweli wewe? Au unafuga midevu tu ya bure? Nilijua mwanangu una akili, kumbe ni bogas zaidi ya bogas. Umekaa umefuga ndevu tu zisizokuwa na maana yoyote. Kwa ina maana unampa mdogo wako dawa. Hujui dawa za nini, si ndo maana? Unampa tu mdogo wako dawa, hujui dawa za nini, si ndio? Naongea na wewe, ina maana unampa tu mtu dawa, hujui za nini? Ulinificha. Tulikuficha. Uliniuliza? Au unavompa mdogo wako dawa ulishinda kumuuliza Bakari hizi dawa ni za nini? Naongea na ulishinda kumuuliza mdogo wako? Sasa subiri nikwambie ili ujue Bakari anakunywa dawa za nini. Vipi mwanangu Bakari? Safi, si umeshindaje hapa nyumbani? Salama tu, umeshindaje wewe? Mshukuru Mungu, umeshinda salama. Nikwambie kitu. Yaani nina bonge la zawadi mwanangu kwa ajili yako. Zawadi? Yaani nikuandalia zawadi nzuri. Sijui kama utaikata hiyo zawadi. Maana nimeitunza. Ni ya muda. Nimesema hii zawadi sitompa mtu wote mpaka aje Bakari. Kama ni zawadi nzuri basi mama, naisubiria kwa hamu. Ngoja nimuite Zai kwanza aniletee hiyo zawadi. Zai! Hebu niletee ule mzigo wangu pale kwenye mkoba. Subiria kwa hamu. Au kuna haja ya kufumba macho? Wala, mbona una haraka sasa? Mimi mamako siwezi kukupa bomu. Hapana. Jua nikikuletea zawadi, nakuletea zawadi nzuri sana. Yaani zawadi ina miaka mingi sana. Shika hii zawadi mwanangu. Umeiona hii zawadi? Mbona umekosa furaha ghafla? Shida nini? Umeiona. Hii ndio kwa ajili ya kaka Asumani. Kwa nini kaka Asumani? Mimi si ningemtaja Asumani hapa. Mbona nimekutaja wewe? Alafu kwa nini umekosa furaha ghafla? Ndio mama, kwa nini nakosa furaha? Mimi tatizo langu ile bado. Unaniambiaje? Tatizo langu ile bado linazidi kunichanganya katika akili yangu. Tatizo, ina maana unataka kuniambia ile hali bado haijaisha? Hali bado haijaisha mama. Sasa hivi nafikia sije mpaka nikiamka asubuhi sione mabadiliko yoyote. Hata wakipita wanawake wa kutamanisha, nashindwa hata kusimama. Ulivyoniambia ndani ya wiki 2-3 nikajua tatizo limeisha. Kumbe tatizo bado limezidi kuwa kubwa kiasi hicho. Bakari umekaa kimya. Lakini mama, nikwambia ngafikia bado talitatua. Nilivyoona umekaa kimya nikajua tayari ushamaliza hiyo shida, imekuisha. Lakini kumbe shida bado unayo, umekaa tu kimya huko. Mwanangu, kwa nini unakuwa hivyo? Lakini tatizo kubwa kama hili bado linazidi kuwa kubwa. Baadaye useme umekaa tu kimya. Mimi nilijua uvoenda kwa kaka yako huko, umeenda kumaliza kila kitu. Kumbe haka bado tatizo umelifuga tu. Hata sikutegemea kama hii hali bado unayo. Bakari, unajua umenifanya furaha yangu yote ipotee siku ya leo. Yaani umenifanya nipoteze furaha yote nilokuwa nayo leo. Mimi nimeona tu ni zawadi ile tu ya kaka Asumani. Hebu lete kwanza. Yaani umeiona hii zawadi?
Hii sio zawadi tu kwa nje. Hii ni zawadi tena nzuri. Jinsi unavyomwona alivyo mzuri wa nje, huyu binti ni mzuri mpaka tabia. Binti mstaarabu. Nikasema huyu binti huyu siwezi kukubali vijana wa hapa mtaani wamchezee. Huyu itakuwa zawadi kwa mwanangu Bakari. Kumbe mwanangu Bakari mwenyewe maskini ya Mungu amekaa na tatizo bila kusema. Chungu mwajuenza namtaka mwanangu. Sawa. Kwa jinsi ninavyompenda huyu binti, hii zawadi itabidi tu iwe ya Asumani tena. Lakini nilitamani na kupenda hii zawadi ingekuwa ya kwako wewe Bakari. Namtaka mwanangu, namtaka mwanangu. Sasa hii zawadi utakavyoenda mjini, naomba umpe kakako Asumani. Na umuelezee kama nilivyokuwa nimekuelezea wewe. Na vipi kuhusu tatizo langu? Ni sasa hapa ndo naumiza kichwa. Jua hilo tatizo lako. Chungu mwajuenza namtaka mwanangu. Lakini nitalifuatilia. Wala usijali. Umenielewa? Sana. Bakari, uliniambia una maongezi na mimi. Au maongezi ni asili au unaweza kuongea hata mbele ya dadako? Maongezi ni asili mama. Sawa. Zai binti yangu tupishe. Nina maongezi kidogo na kaka yako. Tuuliza baadaye. Mama, tatizo bado linanichanganya. Tatizo? Navyomuona kaka Asumani akiwa na mkewe na mwanae. Wanafurahi kwa pamoja. Na mimi natamani sana furaha ile ningeipata mimi. Kwa hiyo Bakari unataka kuniambia mwanangu lile tatizo mpaka leo bado? Tatizo bado. Na umekaa kimya? Unachanganya. Yaani umeona sasa nyumba ya kaka imekuwa tamu. Ukimwona mtoto wa kaka yako anavyorukaruka mle ndani anapiga piga kelele, ameenda amerudi. Saa hizi ndio unakumbuka tena sasa. Hivi mwanangu, mbona unazembea kwenye vitu vya umuhimu kiasi hicho? Kama tatizo nashindwa nianzie wapi? Hivi ni tatizo kubwa kama hivi afu mwanangu unazembea kweli? Miaka yote hii mimi nimekaa nimenyamaza kimya, nikajua wewe ile tatizo umeshajishughulikia, umepona. Lakini kumbe mwenzangu hata wazo ile na wewe ulivyoondoka hapa kila kitu ukakiacha hapa. He? Ndio hivyo mama nikakwambia hivyo. Nimekaa nawe. Unanishangaza kweli mwanangu. Ndio maana mimi nakaa na shangaa. Yule rafiki yako John kule ana watoto 3. Yule mwingine kule ana watoto 2. Yule rafiki yako mwingine ndo kazi yake kujaza mabinti watu ujauzito na kuwakataa. Wewe kimya, kumbe tatizo umelifunga tu, umenyamaza kimya. Usiseme kama tatizo bado linaendelea. Miaka yote hii mwanangu. Hivi Bakari una shida gani wewe? Hatari sana. Yaani tatizo kama hili eti unakaa nalo tu unanyamaza. Yaani mimi najua siku zote hizi unaniambia umeshalitatua. Kumbe umekaa tu kimya, tatizo linazidi kujilimbikiza. Ndio naangalia jinsi gani unaweza kunisaidia mimi mwanao. Nimekumbuka. Kuna mama mmoja ashawahi kunisaidiaga. Itabidi kesho niende.
nimwelezee hili swala lako, nijue ananisaidiaje. Haina shida, tumuombe Mungu atatusaidia tu. Najua yule mama ashindwi na kitu, kwa sababu ulizaliwa salama, wala haina shida. Nitaliangaikia hili. Namtaka mwanangu. Haya, sawa. Na hayo ndo matatizo aliyokupolea Bakari. Asumani, naomba unisikilize kwa makini. Umeona hapa niliposimama? Na ukiona nimetoa mguu wangu hapa kwako, sikanyagi mpaka mwanangu Bakari amerudi ndani. Nakupa siku hizi 3 wewe na mkeo, uhakikishe mwanangu Bakari amerudi ndani. Si nitokanyaga huko ndani kwako mpaka nisikie simu yako, mama ongea na mwanao Bakari, au mama mwanao Bakari amerudi. Hicho ndio kitakachonirudisha huko ndani kwako. La sivyo wewe na mkeo mtanielezea mwanangu alivyo. Namtaka mwanangu. Namtaka mwanangu.